Habari, karibuni sana katika Hadi Podcast, na leo tuko kwenye episode ya 3, eneo ambalo tunazungumzia about youth mental health na afya ya akili kwa ujumla. Na kama ambavyo ilivyo kawaida, tutakuwa na psychotherapist wetu, Madam Catherine Kisarika, ambaye atatusaidia ku-unpack story ambazo mmeweza kushare na sisi kwa Dear Hadi. Catherine, karibu sana. Asante sana Jackie. Okay, kama ambavyo ipo kawaida, tutaendelea unpack stories zetu, na kulingana na wingi wa story ambazo tunazo, tumeweza kuziweka kwenye makundi kwa zile story ambazo zinafanana. Kwa nitaanza na kundi la kwanza ambalo linazungumzia upweke, kujichukia pamoja na msongo wa mawazo. Hapa tumeweza kupata story mbalimbali, lakini baadhi ni kwa kifupi. Mtu mmoja anasema anajichukia, anaishi kwa kujitenga na ana uchungu mwingi sana moyoni. Lakini mwingine anasema yuko peke yake, hana mtu wa kuzungumza naye na anasongwa na upweke. Hizi stories zinaonyesha kwamba watu wana mizigo mikubwa sana mioyoni mwao na huenda hawana sehemu za kuweza kusema. Unaweza ukatuambia labda kwa mtu ambaye anapitia feeling ya kujichukia, kujiona hana thamani na kuwa na stress nyingi sana. Je, mtu kama huyu tunaweza tukamsaidiaje ku break that cycle? Okay, kitu cha kwanza ni muhimu kuelewa hizo feelings zinatoka wapi. Sawa. Kwa mtu anasema anajichukia au anajitenga, there is a reason, kuna sababu kwa nini anajihisi hivyo au anafikiria hivyo. So sababu zingine, mtu anaweza akakueleza kwamba kitu fulani kimetokea au nimemfanyia mtu kitu fulani, nikachukia kitendo nilichofanya au nikachukia kitu ambacho kilifanyika, lakini rather than kurecover, yani alishindwa kujimudu mwenyewe, ile hali imeendelea kuwa naye, kama ni siku, ni wiki, ni miezi imepita na bado yuko katika zile hisia. Hizi hisia zinatoka wapi? Zinatoka akilini. Yes. Kweli. Unakuta ukiangalia hali halisi, mtu anajichukia na yeye mwenyewe amejipea sababu kwamba mimi sijipendi kwa sababu mimi ni mtu wa hivi, au mimi sikubaliki, au mimi watu huwa hawapendi kukaa na mimi kwa sababu kuna kitu nimepungukiwa. Mtu akiwa ana fikra za hivyo, mara nyingi sasa hizo tunaita in psychology negative thought patterns, kwamba anajifikiria yeye mwenyewe vibaya. Kwa hiyo anajikuta sasa kwenye mlolongo wa amejifikiria hivyo, alafu anajichukia. Akijichukia hataki kutoka nyumbani au kutoka hata chumbani kama anaishi na watu wengine. Kwa hiyo anajitenga. Akijitenga kwa sababu hana watu wa kujumuika nayo, akili yake sasa ndio yuko naye sasa. Kwa hiyo yale maneno anazidi kujiambia na yeye mwenyewe unakuta anazidi kujitenga. Kwa hiyo ukiwa na ndugu au rafiki au mwanafamilia ambaye anajikuta kwenye hali kama hiyo, ukipata nafasi ya kuongea naye au ukapata hako kwa upenyo, maana na yeye mwenyewe anatakiwa awe tayari kufunguka kuongea na wewe. Akikwambia kwamba ukimuuliza yani kwa nini, mbona siku hizi umebadilika, siku hizi hautoki, siku hizi hata hatuli wote nyumbani, unaenda jikoni unachukua chakula afu unaenda kula chumbani, kwa nini unajitenga hivyo? Anaweza akakwambia situation yake. Na akikwambia hiyo situation, wewe unaweza ukasema, mbona kitu kidogo hivyo? Wewe mbona kimekusumbua kiasi hicho? Lakini mara nyingi hautakiwi kujitumia wewe kama mfano kwamba yani ingekuwa mimi ningefanya hivi. Wewe sio yeye. Hicho ndio kitu cha kwanza ambacho unatoka kutambua. Kwa hiyo mtu akifunguka hivyo, acknowledge ile feeling au ile experience, kwamba unaelewa kwamba umepitia kitu fulani kimeweza kikasababisha ukawa na mawazo fulani. Lakini mtu akiongea hivyo, una acknowledge kwamba ndio umeumia au umeumizwa au una feel hisia hizi, then unamuuliza hizi hisia zikija kwa nini
Nasema kwa sababu nafikiri nimekuwa mtu wa ajabu, nimekuwa mtu mbaya, mimi ni mtu ambaye sina huruma, mimi nina ukatili. Unamuuliza kwa nini unafikiria hivyo. Kwa hiyo unatakiwa challenge zile negative thoughts ambazo yeye mwenyewe anajiambia. Akisema mimi najifikiria hivi kwa sababu ya ABCD, unamwambia sasa, kwani kipindi fulani ulikuwa unafanya hivi ulikuwa mkatili, au ulivyomsaidia fulani ulikuwa una ukatili? Mbona ukumbuki muda ule, unakumbuka hivi vibaya tu? Kwa hiyo you need to challenge kama anapata negative thoughts. But also check up on them kama ni ndugu. Kama mnaishi wote, unaweza ukamgongea tu chumbani, umeamkaje? Ile kidogo inamtoa kwenye ile kujitenga, hali ambayo amejiweka mwenyewe. Inamshtua kwamba kuna watu nje ambao bado wananijali. Lakini kama ni mtu wa mbali kidogo, unatuma message, unapiga simu, usikate tamaa hata asipokujibu au asipopokea simu yako. Kwa hiyo kama mtu ambaye unajaribu kumsaidia mwanafamilia au ndugu ambaye anapitia hali kama hii, ni muhimu not only kumkumbusha kwamba upo pamoja naye, lakini hata ukimsikiliza, usimsikilize kwa judgment. Yaani usimhukumu kasema hichi kitu kidogo, au ndo nasemaga unatumia mizani yako kupima mzigo wa mtu mwingine. Uwezo wako kuhimili ni tofauti na wa mtu mwingine. Kwa hiyo wewe msikilize, elewa perspective yake, uelewe yeye anasema nini na kwa nini anajisikia hivyo anavyojisikia. Alafu kutoka hapo sasa you have a way forward. Maana ukimsikiliza sometimes akaona amenisikiliza, amenisikia, hajani judge, ana feel some relief yeye mwenyewe. Ni kweli. Yeah, nimependa sana umezungumzia kwa upande wa familia na labda marafiki wa karibu kuweza kumsaidia kufanya follow up na check-ins mara kwa mara. Sasa vipi kwa upande wa mtu ambaye hana watu wengi wa karibu, au ana watu wa karibu but still ana changamoto hiyo hiyo? Yeye kama yeye as an individual anaweza kujisaidiaje? Kwa mtu ambaye anapitia hiyo hali kama hawa waliotuandikia, the first step wameshaikamilisha, kwamba ameweza kutambua kwamba anapitia changamoto. Hiyo ndio hatua kubwa ambayo watu wengi unakuta hawawezi hata kuifikia. Maana ni rahisi tu kupotea kwenye that cycle ya negative thoughts na isolation. Wewe hauoni kama something is wrong, lakini once mtu amesha realize kwamba haya maisha anayoishi sio sawa, au sikuwa hivi, that's the first step to recovery. Kwa hiyo wao kutuma hizi stories zinaonyesha kabisa kwamba wana self awareness ya situation ambayo wamejikuta wapo. Kitu ambacho na encourage, na kwa watu wengi haitakuwa rahisi, especially kama umeji isolate mwenyewe au una think negatively about yourself. Try to reach out. Tafuta najua hamna mtu ambaye yuko kama kisiwa hapa duniani, kwamba hauna familia, hauna rafiki. Hata kama ni rafiki ambaye hujaongea naye miezi 6, miezi 7, if they were a close friend, kama mlikuwa mna a good relationship, bado unaweza ukamtafuta, ukampigia simu au ukamtumia hata message ukasema can we meet, au do you have time to talk, kwamba mtu ambaye unamwamini ukaweza kufunguka kwake inasaidia sana. Kwa sababu sometimes you need that outside help. Unahitaji mtu mwingine kukusikiliza, akwambie it's not as bad as you think you are, au wewe sio mtu mbaya kama unavyojifikiria. Lakini kama pia inakuwa ngumu kwamba I cannot trust my friend au I can't trust my family, una option pia kutafuta therapist. Ukikutana na therapist atakusaidia kudigest those feelings, hata kudiscover sababu, chanzo cha hizi hisia kilikuwa ni nini. Kama ni kitu ambacho kilitokea ambacho kimetrigger trauma yako ya zamani ikakusababisha ukafika hapa ulipo sasa hivi. Kwa hiyo if vitu vyote vikifeli, unaweza pia ukatafuta therapist, utapata msaada.
Asante sana Catherine. Tumemsikia Catherine ameweza kuzungumzia about kutafuta msaada. Hapo kwenye kutafuta msaada ningependa kukazia, siku hizi kuna wadau mbalimbali ambao wanatoa msaada wa afya ya akili. Mfano mzuri ni TAMEF. TAMEF tunafanya kazi kwa ushirikiano na Wizara ya Afya, na kupitia namba ya 199 ukipiga unaweza kupatiwa msaada ambao unauhitaji kulingana na shida yako. Kama ni mental health au issue nyingine unaweza kusaidiwa. Lakini pia tuna Ahadi Mental Health Application ambayo ni Android application, unaweza kuidownload kutoka Google Play na unaweza ukainteract. Kuna features mbalimbali ambazo zitaweza kukusaidia kupata kile ambacho unahitaji kujifunza au msaada wote ambao ungeuhitaji kwa muda huo. Lakini pia Ahadi Mental Health tuna SMS helpline ambayo namba yake ni 15061. Unaweza ukatuma ujumbe na ukajibiwa na ukaendelea kuchati nayo, itakupa msaada. Namba hii ni bure kabisa, it's free of charge. Sasa bila kupoteza muda tuingie kwenye kundi lingine la story ambazo mmeweza kututumia. Story hizi tumeziweka kwenye kundi la shida ya kifedha, madeni na matumizi mabaya. Sasa hapa kuna baadhi ya stories ambazo sijui naweza kusema ni interesting, lakini zinaweza zikatusaidia kujifunza kutoka kwa watu ambao wameweza kututumia. Mmoja anasema ana madeni mengi sana na kila anapopata mshahara anatumia hela zake vibaya kwenye pombe na anabaki mwisho wa siku na msongo wa mawazo. Lakini mwingine anasema kwamba amekumbwa na madeni makubwa sana, mpaka madeni ya mitandaoni, na hali hii imemsababisha kuweza kudhalilika na kudhalilishwa pia na watu wake wa karibu. Lakini kuna mwingine anasema kwamba hana kazi, hana kipato chochote cha kumuingizia fedha, na biashara zake zote ambazo amejaribu kuanzisha zimeweza kufa, na amejikuta akitumia muda mwingi kulala na kujihisi kwamba amepoteza kabisa tumaini. Catherine, umewasikia audience wetu? Yes. Kwenye swala zima la madeni na financial management. Je, unaweza kutusaidia ni jinsi gani au kuna namna ambayo issue yetu ya kifedha au financial situation inaweza kuaffect our mental health? Issue ya fedha ni issue ambayo inakumba vijana wengi sana sana. So to dissect kwanza hizo, maana mention story 3 ni categories 3 tofauti. Wa kwanza anatumia hela vibaya. Kwa Kiingereza tunasema it's impulsive spending. Unatumia hela bila kufikiria mwishoni hali inakuaje. Na normally hali kama hii inakuaga na emotional triggers. Kwa sababu nitoe mfano, ukienda kununua simu, hata picha umenunua simu, hiyo wiki nzima una furaha, si ndio? Kwamba I have a new phone, kwamba ni umeupgrade nini. Kwa hiyo lile tendo la kununua kitu kipya au kuspend money ina trigger reward system yako, ina trigger dopamine. Ni dopamine? Yes, you get a dopamine boost, alafu your mood inakuwa high. But then after dopamine crash, unaanza kufeel guilt kwamba ndio nimenunua simu, lakini simenunua simu nyingine mwaka jana. Kwa nini umetumia hela ukanunua simu wakati ungetumia kufanyia vitu vingine? Kwa hiyo unaanza kufeel guilt, unaanza kufeel shame, kwa sababu umenunua kitu bila kujitafakari mwenyewe unakihitaji au kuna umuhimu wa kununua hichi kitu. Kwa hapo ndo tumeanza kwenye impulsive spending. Ya pili nilotaja ni madeni. Hamna kitu mimi mwenyewe naogopa kama madeni. Madeni yanakupa stress sana. Ni watu tumetofautiana kusema kweli. Kuna watu ambao wanajua kutumia madeni.
lakini kuna watu ambao hawajui jinsi ya kutumia madeni. Kuna mtu anakopa hela alafu anaenda kufanya investments ili kupata more money. Huyo mtu hata akija kudaiwa, hiyo hela hajaipoteza mahali, iko sehemu, na pia ana mbinu ya jinsi ya kurudisha hiyo hela. Ila kuna mwingine anakopa hela alafu anaenda kubet, au anakopa hela anaenda kutumia labda kwenye biashara yake, biashara ikafa. Au yani mtu anakopa hela alafu unakuta kitu kibaya kinatokea, au tu unakuta amepitia changamoto, amepoteza hela na hana mbinu ya kurudisha hizo hela. Kwa hiyo mtu ambaye anakuwa na madeni, kama yuko desperate, anaweza kakopa tena. Kwa hiyo nimekopa milioni, ila nimeipoteza. Naenda kwa rafiki yangu namwambia naomba 500,000. Ananipa. Nia ilikuwa ni kukopa ili nirudishe hela. Lakini nimekopa, alafu nikasema ngoja nijaribu tena, labda nitatoboa this time. Alafu nikapoteza na hiyo hela. Narudi kwa rafiki yule. Namwambia niko kwenye changamoto sasa hivi, siwezi hata kulipa kodi ya nyumba, naomba unikopeshe. Atasema kwanza hela yangu utanirudishia lini? Lakini kwa sababu labda ni best friend wako au ni rafiki ambaye mnaaminiana, anakupa hela. Alafu unaenda unaitumia vibaya, alafu unasema hivi pale narudi kweli? Unaanza kumghost. Au mwingine anasema ngoja ni kope kwa girlfriend, au anamkopa boyfriend. Waenda unamkopa, anasema huyo atakinipa hela kwani lazima nirudishie. Kuna hiyo kitu huoni umuhimu wa kuirudisha. Au ukikopa kwa ndugu huoni umuhimu wa kurudisha. Lakini umekopa mara kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, what happens? Hayo mahusiano yanakuaje? Mtu anasema mimi nimeshakupa hela zangu zote, maisha gani haya tunaishi? Ana break up na wewe. Umekopa kwa kaka yako mpaka unaona aibu sasa kumfuata hata kumsalimia. Mkikutana kwenye shughuli mnapishana kama mjui. Kwa kunakuwa na changamoto pia kwenye mahusiano. Kwa sababu ya aibu kwanza, kuna shame, kuna guilt, unajisikia vibaya kwamba una madeni yote haya. Huyo aliyetuma story anasema amedhalilishwa kwa watu wanaomfahamu. Kwa hiyo amekopa na mitandaoni. Ni kama amekopa kila mtu ambaye angeweza akapata hela kwake. Alafu mbinu wa kurudisha hela hana. Na kukopa mitandaoni na hawa watu wako mtaani wanao advertise kwamba mnakopa sijui riba ni 0% ngapi. Riba zao zinakuwa kubwa sana. Ukikopa huko usiporudisha hela, hiyo kukuaibisha ndio mbinu ya kukupa motisha urudishe hela. Kwa hiyo unakuta kuna kitu unaweka as collateral, ndio rehani. Unaweka kitu rehani. Kwa hiyo kama wana contact list zako au wana your Instagram details au yani hivyo, wanatumia hizo mbinu ili kukuencourage wewe urudishe hela. Na usiporudisha ndo wanakuhumiliate hivyo mtandaoni. Alafu tumeona mtu wa tatu ambaye hana shughuli, hana kazi, hana source of income, hana kipato. Alafu yuko nyumbani analala sana. Kwenye psychology, sleeping patterns, jinsi mtu anavyolala ina reflect pia hali yake ya kisaikolojia. Mtu ambaye anakosa usingizi au mtu anayelala sana, unakuta kuna changamoto hapo, kwa sababu inaweza ikawa mtu analala sana inaweza ikawa ni avoidance, lakini ni stress zimekuzidi, mwili unachoka sana. Kwa sababu previous episode, I don't know kama I mentioned this, mwili unavyoprocess stress, process stress tofauti. Mimi nikitoka hapo nje nikakutana na simba, adrenaline inapanda mwilini, si ndio? Ili niweze kukimbia. Lakini hivyo bosi akija kunifokea, response ni ile ile. Kwa hiyo imagine mtu uko kwenye high stress situation, kwamba muda wote moyo unadunda, muda wote uko tense, mwili unachoka. Kwa hiyo ukichoka mtu unakuta analala sana.
Yaani kwa kawaida watu wanalala 7-8 hours. Yeye anaweza kalala masaa 12, masaa 15. Analala, anaamka, ataenda labda kula, atarudi atalala tena. Yaani unakuta siku nzima analala. Kwa hiyo huyu obviously yeye anaweza kaona mimi nalala sana tu, asijue kwamba hiyo hali ambayo yupo inamsumbua sana. Kwa hiyo what do you do kama wewe labda you are an impulsive buyer, unanunua vitu au unaspend hela vibaya? Kitu cha kwanza, budgeting. Na budgeting inabidi wewe mwenyewe uwe mkali. Kwa hiyo umepata mshahara, labda mshahara wako 500. Unasema kodi yangu ya nyumba 80,000. Unachukua bahasha unaweka hiyo hela. Hii bahasha anapewa nani? Anapewa mwenye nyumba. Hiyo hela haishikwe. Matumizi yangu ya nauli ni hii. Matumizi ya maji na umeme ni hii. Yaani una categorize hizo hela kwamba hela hii naiweka hapa, hii siigusi. Kama ni vitu ambavyo unasema okay, spending for leisure labda, unaweka labda kama ni 100,000 yako unaweka kwenye bahasha. Hiyo hela ikiisha unaacha hapo hapo. Ili uwe na control, kwa sababu mara nyingi mtu unakuta hawezi kujicontrol. Kitu kingine, usubiri masaa 24. Leo natoka ofisini unasema leo lazima nikanue kitu fulani. Pause. Subiri mpaka kesho uone kama bado unakihitaji hicho kitu. Usijiwe tu una fikra alafu ukaenda kutekeleza. Unaenda kutekeleza hapo hapo, yeah. Kwa hiyo pause before you buy. Kwa hiyo jipe masaa 24, jipe 48 hours alafu ndio kanunue. Kwa mtu ambaye ana madeni, statistically ukiangalia, watu wengi ambao wana madeni unakuta wana chance kubwa ya kupata anxiety au depression. Yaani ukimcompare na mtu wa kawaida, yuko 3 times more likely ku develop depression au anxiety. Na sababu kama nilivyosema, kwa sababu imagine umeharibu relationships zako zote. Alafu kuna hao watu wanakuhumiliate online, kama ni mtandaoni au wherever. You can imagine mental state ya huyo mtu inakuaje. Kwa hiyo first thing ambacho anaweza kafanya, kama kuna mtu ambaye anaweza kafunguka kwake, anaweza kumcontact. Amwambie tu shida yako. Sometimes mtu unahitaji mtu akukusikiliza na kukuelewa. Because there's a lot of shame and guilt kwenye kudaiwa hela, especially kama deni limekuwa kubwa. Kitu cha pili, resolve the problem early. Kwa hiyo kama umekopa, usiende kukopa ili kurudisha hela. Yaani usifikiria quick fix, wasema okay, nimekopa 1,000,000 sasa hivi ninadaiwa. Kama una kipato unasema hapa narudishaje hii hela? Kama kipato chako ni 200,000 unasema basi nitatenga kiasi fulani kila mwezi au kila wiki niwe nakipeleka. Kwa sababu kwa mtu anayekudai wewe ni either umrudishe kidogo kidogo au unapotea. Kwa hiyo ukiongea naye ukasema yani hapa nilipo na hali mbaya, lakini niko tayari kurudisha hela kwenye this kidogo kidogo, yeye mwenyewe inabidi akuelewe. Kwa sababu utazitoa wapi hata kama anataka umrudishie. Of course kuna wengine wako stable, wanasema mimi nitakufunga. Alafu ndo mtu anapotea kabisa. So start small, lakini uwe na plan. Kidogo wewe inakupa a sense of control. Alafu kwenye rush ya kurudisha hela, usije ukajisacrifice, yani ukashindwa kula, ukakosa pa kulala. Maana vyote hivyo unavihitaji to keep your mental health stable. Kwamba ukiwa na stability nyumbani, you can act ukiwa in society. Kwa hiyo wewe unaendaje ofisini haujala? Unafanyaje kazi kama una njaa au hauna pa kulala? Unalipaje hiyo hela? Kwa hiyo you need to learn how to prioritize kwamba okay, labda nilikuwa nakaa kwenye nyumba ya 500,000, sasa inabidi nihame chumba cha 80,000 au cha 50,000. Hiyo ndio umedowngrade maisha yako, lakini huna hela. Kwa hiyo ukisha accept your new situation kwamba sema okay, nahamia chumba hichi,
nina mdeni fulani na fulani, kama unaweza kwa contact utasema okay, mimi kila mwezi nitakuwa nakutumia 50,000 au nitakuwa nakutumia laki au nakutumia 200,000. Lakini hayo mahesabu unafanya baada ya kuhakikisha kwamba unaweza kula, una mahali pa kulala, na kama una shughuli una angalau nauli ya kwenda kwenye shughuli. Ukiwa kwenye hali hiyo tena hamna sijui kununua gari, kununua nini, hapo you can't afford it. Lakini once you recover, ustahimili wako utakuwa umekua sana. Lakini utakuwa na maturity pia ambayo umegain kwenye that experience. Kwa mtoto wa mwisho, kwa sababu hana shughuli, I don't know circumstances zake zimekaeje, kwamba kama anaishi na familia au ana watu wa kumsupport. But for a lot of people, they don't realize wakiwa stressed. So now that you know you're stressed out, unatakiwa identify what is stressing you out. Ni kitu gani kimesababisha ukaacha hata kujaribu tena kama ni biashara au kama biashara zako zilifeli, umekaa ukatafakari kwa nini zilifeli. Ni nini ulikosea au nini ambacho ungefanya tofauti ambacho kingekusaidia ili biashara yako iendelee, kuliko kukaa ukalala siku nzima. Yaani unakaa tu, maana stress haiondoki. Kila siku unalala, lakini mwisho wa siku kazi huna, shughuli hauna. Kwa hiyo kutoka huko ni muhimu, na kuna maswali muhimu ambayo unatakiwa uanze kujiuliza. Asante sana Catherine, umeelezea kwa kina sana. Yes. Nilikuwa na maswali lakini umeweza kuyajibu along the process. Umezungumzia issue moja ya betting. Hii issue ni very very common kwenye jamii yetu, hasa kwa vijana. Yes. Kutia ndani wanafunzi wa vyuo vikuu, wanafunzi wa sekondari. Unaweza ukatusaidia kujua jinsi gani mtu ambaye ameathirika na betting anaweza akaacha tabia hii? Kwa sababu tunajua inasababisha stress, na sio tu stress peke yake. Wanafunzi tunasikia cases mpaka wanatumia ada kubetia, wakiiliwa wanajinyonga, wengine wanaacha chuo. Yes. Betting is gambling. Yes. And gambling inaweza turn into addiction very fast. Ushawahi kusikia mtu ambaye anatumia madawa ya kulevya? Mtu anatumia madawa, alafu inafika point anaanza kuiba hela kwenye pochi ya mama. Alafu mama anaficha pochi, anaingia jikoni, anachukua birika, anaenda kuuza apate hela ya kununua madawa. Anachukua pasi, anauza apate hela kununua madawa. That's how drug addiction can look like kwa wale ambao watu ambao wanamzunguka. Kwa hiyo you can imagine gambling addiction. Gambling addiction ni tofauti na drug addiction. Ukiangalia the source of addiction ni yale matumaini kwamba utashinda, utapata hela. Normally hiyo ndio source. Milioni 500. Hela unaiona ile pale. Kwa mtu anakuonyesha hela hii hapa. Ni wewe uko tayari kuweka shilingi ngapi ili upate kiasi hichi kikubwa. Kwa hiyo gambling plays with hope. Unakuwa na matumaini kwamba nitatoboa, nitapata hela. And hiyo hali mtu inaendelea kuwa mbaya kwa sababu always we say kwamba the stakes are always against you. Yaani wewe chance ya wewe kushinda ni ndogo kuliko wewe kushindwa. Kwa hiyo na wale ambao wanashinda, zile hela wanazopewa unafikiri ni za nani? Si zako ulizotoa. Ni hela zako wanapewa. Kwa hiyo kutoka hapo it's very difficult. Kwa sababu again, hapa hii system ina play with dopamine. Imagine umebet 20,000 afu kapata milioni 2. Yaani hiyo high inakuwa ridiculous yani. Ni kweli kabisa. Tunaona watu wanaposti huko wanashinda baa na nini. Afu mtu anasema ningejua ningekaa 5, you know? Kwa what happens next time? Anachukua milioni 2 anatafutia hadi 2 hapo zinaliwa. Exactly. Kwa hiyo inacheza na ile hope kwamba nitashinda.
Lakini chances za kushinda ni ndogo sana. Yaani unaweza kuwa umeshinda mara moja afu ile ndo umemaliza bahati yako yote pale. Kwa hiyo kutoka hapo ni ngumu. Kwa sababu kwanza vijana wengi wanataka quick cash. Wanataka hela rahisi. Na hamna kitu kama hela rahisi. Hela lazima uitolee jasho ndio itakaa mfukoni. Kwa sababu hata kama ukishinda milioni 20, hiyo milioni 20 unakuta mtu amalizi nayo mwaka na hamna kitu cha muhimu alichofanya nacho. Kwa hiyo for a lot of vijana, usikae ukaishi maisha ukasema unataka a quick fix ya vitu. Kwamba hapa mimi naenda kubeti napata hela ya kodi. Naenda kubeti napata hela ninunue gari. Hiyo is not a reliable source of income. Unaweza ukabeti mwaka mzima ukashinda mara 2. Na hizo mara 2 umeshinda, ulibeti kafu 20, siku nyingine ukabeti 10,000 hata. Kwa sababu ulibeti muda ambao una hela. Kwa hiyo if it is difficult, kama ni ngumu wewe kutoka hapo, tafuta a professional. Kwa sababu dopamine is addictive. Because hata madawa ya kulevya ni dopamine inakuwa triggered. Yes. Because that feel good hormone inakuwa triggered, and then you're just in this good space at that time. Of course with drugs inakuwa uko inebriated kwamba unaleweshwa. But with betting it's pure dopamine. Na kuna kwa watu ambao wanaangalia movies na series, especially hizi za nje, unakuta mtu yuko tayari anauza mtoto wake apate hela aende kufanya gambling. Addiction can get really really bad. Sisemi mtauza watoto wenu, lakini kama unaona signs kwamba hii tabia hii inaacha kuwa tabia inaenda kwa addiction, tafuta msaada. Kuna msaada wa kisaikolojia unaweza ukapata. Consult mtu ambaye labda ni mtu mzima kuliko wewe. Sometimes that helps. Anaweza anakupa reality check. Na kwa wengine ambao, kuna wale ambao I'm not encouraging betting, ila kuna wale watu ambao kama nilivyosema unaweka hela kwenye bahasha. Anasema okay, hii hela ni kwa ajili ya hii activity tu. Hii hela ikiisha sitoi hela nyingine. Kwa kama unaweka 20,000 ya kubet kila mwezi, kwamba unaombea hiyo bahati, then inabaki kwa hiyo hela. Sio mshahara wako wote unaenda kuisha kwenye betting. Okay. Yes. Asante sana Catherine. Na kundi lingine la story ambazo tunazo kwa siku ya leo inahusiana na afya na changamoto za matibabu. Na kuna mwanafunzi ambaye ameweza kushare story yake na sisi. Anasema anasoma katika chuo X, na wakati ameenda likizo kwa bahati mbaya alipata ajali ambayo ilimsababishia matatizo makubwa mawili. Kwanza alipata uvimbe, lakini pia alipata shida ya nyonga. Kwa hiyo baada ya daktari kumfanyia vipimo, ilionekana kwamba anahitaji operation kubwa kwa ajili ya nyonga, ambayo kwa Kiingereza ameandika kama hip replacement. Anasema operation hii ina cost hela nyingi sana, pesa ambazo ziko nje ya uwezo wake kuweza kuafford. Na ameumwa kwa muda mrefu sana, na sasa anaenda mwaka wa 3, kitu ambacho kinamvunja sana moyo na kinapoteza matumaini yake ya kuweza kutembea. Anasema ana wasiwasi kama atakuja kuendelea kutembea baadaye. Catherine, Yes. Tumesikia story ya ndugu yetu. Kwa jamii za Kitanzania na za Kiafrika, issue ya matibabu na changamoto za fedha imekuwa ni issue moja kubwa sana. Na imepelekea hata watu kupoteza matumaini kabisa, kama ambavyo kijana mwenzetu anapoteza matumaini yake ya kutembea. Je, unaweza kuwashauri nini watu ambao wanahisi wanapoteza ustahimilivu kupambana na changamoto ambazo wanakumbana nazo za magonjwa? Okay. This is a very heavy story, and nina uhakika
kila mtu ameshapitia wakati wa kuumwa au ameshauguza mtu ambaye ameumwa. Ndio anaweza sio ameumwa sana, lakini it happens kwamba wewe unakuwa mgonjwa au mwanafamilia au hata rafiki anakuwa mgonjwa. Na kama mtu umeshaumwa, na hakika kuna watu hata malaria umeshawahi kupata, you know how exhausting it is. Kuumwa kunachosha. And huu ni mfano, but mimi nitaongelea kuumwa in general. Kuumwa kunachosha sana. Kuumwa kuko draining kwa anayeumwa na hata kwa wanaomuuguza pia. Na kwenye case ya huyu anatakiwa fanyiwe hip replacement. Kwa hiyo hii ni surgery ambayo iko demanding. Kwanza inahitaji specialist, lakini vifaa pia ambavyo vinahitajika pia viko very expensive. Kwa hiyo ni hali ambayo kama ni mtu ambaye hauna financial muscle, kwamba hauna uwezo mkubwa, inakuwa ni changamoto kupata matibabu. Kwa hiyo huyu ana shida mbili. Moja, anaumwa. Mbili, hana uwezo wa kujitibu. Tena ukiangalia technically ni tatu, kwa sababu sasa inaonekana kama vile imebidi amelazimika kukubaliana na kuishi na hii hali mpya ambayo anayo. So ikija kwenye ustahimilivu, it's a very hard situation kustahimili, kwa sababu mwili ukiwa na shida ya kimwili, shida ambayo iko physical, ni shida ambayo huwezi kuipotezea, si ndio? Yaani kama mtu amekustress, ukifanya vitu vyako vingine unaweza kumsahau. Lakini kama una maumivu ya mguu, ni maumivu ambayo yanaendelea kuwepo. Ukisimama tu unakumbushwa kwamba mguu una shida. Ukikaa mguu una shida. Ukilala vibaya mguu una shida. Kwa hiyo ni constant reminder kwamba unaumwa. Na ni rahisi mtu kufikia wakati ambao anajichukulia sasa yeye ni mgonjwa. Ukiwa una ugonjwa, wewe sio ugonjwa wako, ila ugonjwa ni hali tu unayoipitia kama mwanadamu. Kwa hiyo what can you do to build resilience, kupata ustahimilivu? Kwanza, your identity, ugonjwa wako sio identity yako. Kwa hiyo wewe sio ugonjwa. Hicho ndio kitu cha kwanza ambacho unatoka ufahamu, kwamba mimi ni Catherine, huu ugonjwa ni huu. Catherine anapitia hii hali ya kuumwa. Catherine sio mgonjwa. Umenielewa? Si kama naeleweka vizuri. Don't internalize ugonjwa ukawa a part of your identity. Kitu cha pili, try to take control in what you can control. Kwa kuna vitu ambavyo wewe mwenyewe unaweza ukajifanyia, ambavyo ukiwa unaumwa unaweza ukakata tamaa kabisa. Kwa hiyo for instance, yeye anaumwa mguu. I know they have friends, they probably have family. Anaweza akaseek help. Ndio ana financial issues, but kuna entities in our communities ambazo zinatoa msaada kama makanisa na nini. Na kitu kimoja ambacho nimenotice, wa Tanzania wengi hawapendi kusema wanaumwa. Kwanza wanaogopa kuumwa. Hicho ndio kitu cha kwanza. Mtu anaumwa, anateseka, haendi hospitali. Yeah, ni kweli. Anaogopa diagnosis. Akishaambiwa una kitu fulani, anaona kama vile ameambiwa wewe utakufa kesho. Inakuwa naona sio kwa Tanzania, ni kwa Afrika kwa ujumla. Hatupendi kwenda hospitali. Yaani watu wengi hawapendi kwenda hospitali. But kama umeenda hospitali ukagundulika una ugonjwa kama yeye, matibabu ameambiwa matibabu ni kiasi fulani. Una bima ndio anayo. Bima inakava kiasi fulani anatakiwa akava mwenyewe. Hicho kiasi wewe umeweza kukusanya kiasi gani? Hata ukienda kuomba msaada, unaambia matibabu yangu yana cost kiasi hichi cha pesa. Mimi natakiwa nitoe kiasi hichi kutop up bima. Lakini nimeweza kukusanya kiasi fulani, naombeni mnisaidie kukusanya hii iliyobaki.
sio unaenda tu kama ulivyo. Lakini kufanya hivyo, you need to put yourself out there kwamba mimi nina shida, nahitaji msaada. Kwa sometimes usionee aibu hali yako basically, ili hata watu ambao wanaweza kukusaidia waweze kukufikia. Maana ukikaa kimya na ugonjwa wako, nani atajua una shida? Hamna ambaye atajua. Na kama hamna anayejua, unapataje msaada? Kwa hiyo you can, sisemi uende kutangaza kwenye maredio kwamba mimi naumwa kitu fulani au mimi nina shida gani, but kwa wale ambao ni relevant, wale ambao wanaweza kukusaidia, hata kama ni ndugu, unaambia ndugu, naombeni mnisaidie kiasi fulani cha fedha, nimeweza kukusanya hii naombeni mnisaidie ili niweze kufanya hiyo procedure. Kitu kingine ni routine. Kwa sababu unaumwa sasa, usiishi kama vile maisha ndio yameishia hapo. Kwamba kwa sababu mimi ni mgonjwa, basi nakaa kitandani, nakaa chumbani muda wote. Kama unaweza kutoka sebuleni ukakaa na watu, toka ukae nao. Kama bado unaweza ukafanya movement ndogo, ukaamka, ukaenda kuoga. Labda sio kupika, lakini ukaenda kula. Just make small goals. Vitu vidogo vidogo tu vya kila siku vinakusaidia kuona kwamba maisha yako hayajasimama, kwamba bado unaweza ukaishi as a functioning person in the community despite hali yako. Kwa sababu ukishasema mimi ni mgonjwa, basi mimi nalala, sisimami tena. You know, inakuwa hali yako inazidi kudeteriorate. Lakini ukiishi kama vile hii ni hali tu, itapita, chances zako za kurecover, hata ukifanikiwa kupata surgery, chances za wewe kurecover zinaongezeka zaidi kama unaishi na matumaini compared na mtu ambaye amechukulia kama basi huu ndio mwisho wangu. Yeah, I hope I have answered your question. Umejibu vizuri sana. Yes. Pia kwa wewe ambaye umeweza kututumia hii story, tunakupa pole sana, lakini tunakuencourage usikate tamaa. Mwanzoni tulisema kwenye episode ya kwanza, tulisema kila baada ya mwisho wa tanuri lenye kiza kuna mwanga. Kwa hiyo tunakuombea na utafanikiwa. Catherine, asante sana. Asante sana. Na hii ndo story ya mwisho ambayo tulikuwa tunapanga kuidiscuss katika Ahadi Podcast episode number 3. Okay. Mpaka tutakapokutana kwenye episode nyingine tena. Asante sana Jacob. Asante sana. Asanteni sana watazamaji wetu kwa kuwa na sisi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa podcast yetu. Na mwisho wa podcast ya 3 una mark maandalizi ya episode ya 4. Ambapo katika episode ya 4 mtakutana na sura zingine, sura mpya kabisa, hamkutakutana tena na mimi. Napenda tu kuendelea kuwakumbusha kwamba mnaweza kushare stories zenu na sisi, maswali, maoni kupitia our social media platforms. Unaweza ku-DM na ukaanza na Dear Ahadi na ukaweka story yako au swali lako au opinion yako. Then kama ambavyo hivyo ada kwenye segment yetu ya Dear Ahadi, tunaweza kuendelea kuunpack na kuizungumzia na wataalamu wetu kutoka Ahadi Mental Health. Mental health is not something that we should be taking lightly, na no one is immune to mental health challenges. So be kind to your mind na prioritize your mental health. Kwaheri. We post twice a month, sharing real stories, expert advice, and honest conversations on youth mental health. Please send your questions anonymously. We're here to help. Healing's heavy, but here, we grow and laugh through it.